kimesha kuwekwa wapi? Duniani. Sasa kama Wakristo wasafiri wanaomtafuta Mungu, wanaomsubiria Kristo anapokuja mara ya pili, wanapaswa kuweza kujiweka katika mazingira namna gani? Wanapaswa kuweza kufanya nini? Maana tayari roho ya mpinga Kristo imesha kuweko duniani, na wakati wa mitume hawa waliweza kutabiri nyakati zetu hizi ambazo tumezifikia kwa sasa, kwamba ni nyakati ambazo ni za mwisho, ambazo ni za hatari. Maana inaonekana wazi kabisa kwamba tayari manabii wa uongo wamesha kuweko wapi? Duniani. Na roho za wapinga Kristo zimesha kuwepo duniani nyakati hizi ambazo ni za mwisho, na tayari zipo ambazo zinazo udanganya ulimwengu, ambazo zina mafundisho ambayo hayapatani na ukweli wa neno la nani? Wa Mungu. Ambazo hazipatani na ukweli wa neno la Mungu. Maana Biblia kwenye kitabu kile cha Yohana 17:17 neno la Mungu linasema ya kwamba uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo namna gani? Kweli. Ndiyo kweli. Lakini wapo watu ambao hawataki kuipenda kweli, hawataki watakaswe na ukweli wa neno la Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwamba ni nyakati ambazo ni za hatari. Hizi nyakati ambazo tulizo nazo ni nyakati ambazo zimetabiriwa, na unabii unaonyesha wazi kabisa kwamba ni wakati ambao tumeufikia, ambao kila mmoja anapaswa kuweza kusimama, kuweza kuisimamia imani, kwamba umejifunzaje ukweli wa neno la Mungu, na ukweli wa Mungu unauelewa vipi, na hapo ambapo umepafika wewe na imani ulio nayo. Je, bado ni mtu ambao unaonekana una imani ambayo ni ya mashaka, imani ambayo ni ya kuyumbayumba? Ukweli ambao umeweza kujifunza ni kwa namna gani ambavyo unavyopaswa kuweza kusimamia, na hivyo huo ukweli kuweza kusambaza ulimwenguni, kuweza kuwafundisha na watu wengine ili waweze kujua huo ukweli. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maana haya tumefunuliwa kwayo, ili kwamba na sisi ambao tumefikiwa miisho hii ya dunia tuweze kuonya ulimwengu, tuweze kuambia ulimwengu ule ukweli ambao tumejifunza na tukauelewa, tuweze kupeleka ulimwenguni, walimwengu wapate kuweza kuuelewa.